chini. Ametupwa chini. Mshtaki wa ndugu zetu. Sikia, shetani wakati alipotupwa hakuja kulala. Alikuja akijua ya kwamba wakati wake ni mchache. Shetani alikuja kazi. Shetani alikuja vita. Na hiyo vita inaendelea mpaka wa leo. Na sio ya magumi, sio ya mapanga, huwezi kuiona wewe. Lakini mimi kama mhubiri nimepata ya kwamba Wakristo vita hii imewashida wengi sana. Wametoka kanisani leo, wametoa zaka, wameiba nyimbo, tayari washapigwa na shetani. Lakini nataka nikwambie siri ya moja ya kujua vita hii. Hebu nipe 6:10 kitabu cha Waefeso. Siri ambayo inatolewa na Biblia ndiyo siri ya kipekee ya kupiga shetani vita, hakuna ingine. Soma 6:10. Hey. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Mzidi kuwa hodari katika Bwana. Na katika uweza wa nguvu zake. Na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu. Upate kuweza kuzipinga. Muweze kupata kuzipinga hila za shetani. Hila za shetani. Kwa maana ndio kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Ni juu ya farume na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Juu ya majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sikia, majeshi hawa ambao ni wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Vita inaendelea. Na nikakwambia hivi, kwa maana wewe uko katika vita na haujajua hii, wewe ni mtu ambaye uchelewi. Hii watu wengi wanashindwa ni kitu gani. Na nikabea hatu asubuhi, hata watu wengi asubuhi walikuwa wanashangaa hizi vitu ni nini. Wacha nikwambie, kama hii ujui na umeenda kanisani miaka nenda miaka rudi, kazi yako bure tu. Gutire kende ureka we no kwinogia ngoma kwekeire tere haro ulipigwa ulimalizwa, kwa maana haujui jinsi ya kupigana vita. Hujui wewe, unafikiria kupigana vita ni kwenda tu. Baba, katika jina la Yesu, wewe chunga. Kupigana vita sio hiyo. Kupigana vita Biblia inasema, hebu teremka tuone. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu. Lazima ukuwe na silaha zote za Mungu upate kuweza kuzishinda. Uweze kupata kuzishinda siku za uovu. Ndio. Na mkiisha kuyatimiza yote, kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Kumbe kama wewe unataka kupigana na shetani, lazima uwe kwanza, kitu ya kwanza uwe na silaha ya kwanza, kweli kiunoni. Bila kweli shetani uwezani naye. Hakuna haja nikudanganye. Wacha nimuulize Yesu wakati shetani alipoteremshwa, walioweza kushindana na yeye walishida kwa njia gani? Naomba unisaidie. 12:10 kitabu cha Ufunuo. Unajua kumetolewa wimbo wa ajabu. Wakristo nao wanataka tu wasikie wimbo iseme tu hata itaje nini, watakatika tu. Kwa sababu ya mateke ndio tuko hai. Mateke gani? Biblia kuna mateke gani? Ati kwa sababu ya mateke. Wewe unataka wimbo ikiwekwa tu muziki wewe utaki kujua kile kinafuata ni nini. Wewe unaanza Sasa kanisa imekuwa kilabu. Watu wanataka mchungaji akifungua kanisa anunue masipika kama haka, alafu awekea watu kwa sababu ya mateke ndio tuko hai. Alafu nasikia ati siku moja shetani alileta nyokonyoko, akasikia dhitima. Alafu nasikia Wakristo dhitima, aticheza kama unapigwa radi. Mtu akipigwa kama radi anacheza haji. Nituko
Soma andiko. 12:10. 12:10. Ufunuo wa Yohana. Nikasikia sauti kuu mbinguni. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, ndio sasa kumekuwa wokovu, ndio na nguvu na ufalme wa Mungu wetu, safi, na mamlaka ya Kristo wake. Twende. Kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Twende. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno. Ati na kwa neno. Si mateke. Neno. Si mateke. Neno. La ushuhuda wao. Kwa hivyo kama wewe unataka kumshinda shetani, utamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno. Na ndio naona Yesu alimshinda shetani, lakini si mateke. Si mateke. Yesu alimshinda shetani kwa njia gani? Ine 10 Mathayo. Soma. 4:10 Mathayo. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani. Wewe shetani enda. Kwa maana imeandikwa. Kumbe Yesu alimshinda shetani kwa imeandikwa. Kwa andiko. Imeandikwa neno. Ukitaka kumshinda shetani neno, si mateke. Ukimshinda shetani kwa neno. Lakini saa hii Wakristo wamekataa neno, wamekubali nyimbo. Nyimbo kanisani zimejaa, lakini kusoma Biblia hakuna. Mchungaji anahubiria Wakristo andiko moja kuanzia asubuhi hadi jioni. Wote hawa wametoka kanisani. Waulize wamesomewa maandiko ngapi? Si wako hapa. Wewe si unajua umesomewa ni ngapi wewe? Walomero maandiko maigana. Wewe unaamka asubuhi, unakuja kwa kasi, jioni kwa nyumba, uko na televisheni, baba Shiradora, sijui nani, unalala, unaamka, alafu sade andiko moja. Shetani unafikiria ni nyanya yako? Hutawezana kwa sababu anashindwa kwa neno. Neno ndio linamshinda shetani, si kwa sababu ya mateke. Lakini leo unapata ya kwamba watu wameingia kwa makanisa, wamejaa, unasikia the praise worship, nyimbo tu, alafu nyimbo za ajabu. Wacha nikuulize, hebu nipe 69:12 Zaburi. Inasema sio nyimbo zote ambaye utapelekea Mungu. Ati saa hii wacha niwaambie Wakristo, nyimbo nyingi ambaye Wakristo wanaimba 98% ni za shetani. Na proof sijasema tu. Wewe unataja Yesu ndani, lakini Mungu hakubali. Soma andiko. Inasema 69:12 Zaburi. Waketio langoni hunisema, na nyimbo za walevi hunidhihaki. Kuna nyimbo ambazo zinaitwa nyimbo za walevi. Yaani saa hii ukakuja wewe ni kanisani, mnaiba, mnacheza, alafu mlevi anakuja anachukua rhythm ile mlikuwa nayo, tung 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 tung, mnacheza, mnatikiza kiuno, hata ni Mungu mnaibia. Mlevi anakuja naye anaanza kutikina kiuno, na mko kwa ibada, ni Mungu mnaibia. Na kwa naye kilabu kuibwa aje? Kilabu nao waibe aje? Nyimbo za walevi, hebu sikia. Yawe 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 kwa wa mama yawe 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 kwa wa mama yawe 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 kwa wazee yawe yawe 47:7 Zaburi. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Mungu ndiye Mungu wa falme zote. Imbeni kwa akili. Muibe kwa akili. Sasa hiyo wimbo yawe wacha tuibe kwa akili. Wacha tuibe kwa akili. Yahwe ni Kiebrania, maana yake Mungu. Sasa tusiibe kwa Kiebrania, wacha tuibe kwa Kiswahili. Mungu 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 Mungu
Mungu, Mungu Mungu kwa wamama, Mungu Mungu, Mungu, Mungu Mungu, Mungu. hiyo ni wimbo. Hiyo ni wimbo. Hata sasa ukaenda kwa Uhuru, ukakuja ukamwambia si atakuuliza haya mgojo, utabeba mpaka huko juu. Hatari. Na watu wamekaa tu makanisani wametulia, wanaona sawa, tuko sawa. Ndugu zangu, ni kuna hatari, na hatari haiko tu kwa kilabu. Unajua watu wanafikiria watu ambao wamekosea ni wa kilabu. Unajua nini? Watu ambao hapa sijui ni roji hapa, inawezekana hapa kuna makahaba hapa juu. Unajua hivyo? Inawezekana kwa roji kuna makahaba. Unaona watu kama pale vile tunapitaka tunakuta wengine wamesimama hivi. Wamesimama hivyo, wewe unafikiria kuna mtu amegoja, wako duka wanauza, wanaitwa makahaba. Lakini Yesu alipowazungumzia hao na watu wa makanisa, hebu sikia 21:32, 21:31 Malaya. Yesu alikuja ufalme wa mbinguni, makahaba, watoza ushuru watakuwa wa kwanza kuliko watu wa kanisani, kwa sababu watu wa kanisani vichwa gumu. Amejaa tu pasta wao, amejaa tu kanyari, amejaa tu ng'ang'a, amejaa tu awori. Hata ubiri na wewe si awori hata kusikiliza, hata ubiri na wewe si ng'ang'a hata kusikiliza. Mama Rosa amevuvuka, Mungu wetu amevuvua. Mama Rosa, Yehova Mungu wetu. Alafu mnataka tubate nini? Mnaiba hiyo yote, baadaye mwisho mnatakaje? Soma andiko. Inasema, je, katika hawa wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Ni nani aliyefanya mapenzi ya baba yake? Wakamwambia, ni yule wa pili. Hapa kuna kisa. Kisa hiki ni watoto wawili walitumwa na baba yao. Mmoja akaambiwa utaenda, akasema nitaenda. Na mwingine akaambiwa utaenda, akasema siendi. Baadaye akakuja akasema pole, nisamehe baba, nitaenda. Sasa Yesu anaulizwa nani aliyefanya vizuri? Yesu anaongea chini, tuende vitu. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu gani? Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini, ninyi msimusikilize. Lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Unaona watu ambao wanaenda makanisani, hata ukaangalia saa hii watu ambao wametoka Kidomsikas hawezi mama hapa. Watu ambao wametoka kwa Awori, maana hapa ndefu siko hapa. Unataka kuniambia wapite? Wanapita lakini si Awori na hubiri. Kama ni Awori wakekaa. Lakini pengine Awori anawapoteza. Ninawaambia kweli lakini hawataki kweli, wanataka uongo ya Awori. Mwalimu wangu, naam, Timotheo wa kwanza 4:1. Timotheo ni wa kwanza 4:1. Biblia inaongea kila kitu. Watu wote wako Nakuru wanajulikana na Biblia. Soma. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho ambapo ndio tuko. Wengine watajitenga na imani. Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Watu wengi leo hawataki ujumbe wa kweli wa Mungu wa kuokoa. Wanapenda uongo wa shetani. Shetani ameleta wahubiri. Shetani ameleta manabii. Manabii wa shetani wamechukua watu wengi. Bwana asifiwe. Lakini ukihubiriwa kweli, tuulize sasa. Watu ambao wanapotea wanajulikana ama hawajulikani? Mwalimu, Wakorintho wa 2:3. Wakorintho wa 2. Utajiweka wapi wewe? Uko pande gani?
Uko pande gani? Sikia, soma. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hawa wanaopotea, haieleweki kwa sababu wale hawaelewi ni watu wa kupotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao. Badilisha microphone, badilisha battery. Amepofusha akili. Usicheze na shetani. Shetani hataki mguu yako. Hebu sikia. Shetani hana haja na mkono. Shetani hana haja na kidole. Shetani yako na haja na akili. Kwa maana akili ndio injini ya mwanadamu. Yote ambayo unayafanya kwa akili, huko ndio chemichemi. Shetani anataka akishashika akili hivyo. Sema. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hawa wanaopotea, wale walitupeleka polisi Sunday, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, amewapofusha akili zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Hawa watu ambao hawataki injili ya Kristo, ambao hawataki kusikiliza, ambao hawaelewi, Biblia inawaita watu wa kupotea. Tuulize Biblia, watu kama hao Mungu atawasaidia warudi ama atawasaidia wapotee kabisa? Wathesalonike wa pili 2:10 hadi 11 inasema, soma. Na katika madanganyo yote ya udhalimu, kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli, hawakukubali kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu. Ati nani? Mungu awaletea nguvu ya upotevu. Ati nani? Mungu awaletea nguvu ya upotevu. Endelea. Wauamini uongo. Wauamini nini? Uongo. Tuende kabisa. Ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Unaona, watu ambao hawataki kweli wataongezewa uongo kabisa, wahukumiwe kwa huo uongo. Tumeweza kuangalia asubuhi ya kwamba Biblia imesema hii ndoto ambayo tumeisoma. Wale ambao wamekuja saa hii ya saa 8, naomba niweze kufanya mkutasari kidogo tu kwa haya hapa. Wale ambao wamekuwa asubuhi, tumesoma hii ni ndoto ya Nebukadneza. Ni ndoto ya Nebukadneza. Nebukadneza aliota ndoto hii, lakini ndoto hii ilikuwa ndoto ya Mungu. Alikuwa anataka kumjulisha Nebukadneza mambo yatakavyokuwa siku za mwisho. Tukapata ya kwamba ndoto hii ya Nebukadneza, kichwa chake kilikuwa kichwa cha dhahabu, kifua na mikono ilikuwa fedha, kiuno mpaka miguuni ilikuwa ni shaba, na miguu ilikuwa ya chuma, lakini kwenye nyao za miguu ilikuwa chuma na udongo zimeshikamana pale, na hii jiwe ikaiharibu yote sanamu, na jiwe hili ni Yesu. Kwa hivyo tukapata ya kwamba huu ulikuwa ufalme wa Babeli, huu ulikuwa ufalme wa Medo-Persia, huu ni ufalme wa Wagiriki, huu ni ufalme wa Roma, na Yesu anakuja akiwa ufalme wa 5. Kwa hivyo saa hii tuko Roma, tunamngojea Yesu hivi karibuni anakuja. Danieli akawa anajiuliza swali, kwa maana Nebukadneza alikufa na mtoto wake akachukua ushukani. Akawa na maswali Danieli anajiuliza. Mungu akamletea ndoto Danieli, akaona wanyama 4. Wa kwanza kama simba, alikuwa na mabawa ya tai na alitoka baharini. Wa tatu kama dubu, na alikuwa na meno na mifupa 3 na alitoka baharini. Wa tatu alikuwa kama chui, na yeye alitoka baharini na alikuwa na mabawa ya 4 ya ndege, lakini alikuwa na vichwa 4.
na huyu mwingine alikuwa mnyama mbaya, alikuwa na pembe 10, lakini pembe hizi zake 10 ilishuka pembe moja ikang'oa pembe 3, tukapata pembe hizi ni tawala zinatawala mpaka wa leo, lakini 3 zimeondoka, zimebaki 7. Sasa tukaona ya kwamba huu ni utawala wa Babeli. Huyu unafananishwa na Siba, huyu nayo ni Medo-Persia, hii nayo ni Shido. Sasa hii nayo ni utawala wa Kirumi, na tukauangalia utawala huu wa Kirumi tukapata ya kwamba ulifungua kanisa baada ya kuwaua wanafunzi wote hapa. Wanafunzi wote wa Yesu wameuliwa na Roma hapa. Petro, Yakobo, wote wanafunzi wa Yesu wakauliwa na Roma, na baada ya kuuliwa na Roma wakaweza kuwaua Wakristo waliohubiriwa na wanafunzi wa Yesu. Lakini tukaona ya kwamba walibadilisha njia ya kuwaua watu, wakafungua kanisa Roma, na tukapata kanisa ambayo inaitanishwa na Roma, inaitwa Roman Catholic. Ni kanisa ambayo iko na mdomo lakini inaongea makufuru, lakini iko na macho lakini haina masikio, haisikiagi. Lakini kuongea inaongeaga lakini kusikia haisikiagi, na inaongea makufuru, inaongea maneno ya makufuru. Sasa tukapata ya kwamba Roma imepatikana ya kwamba kanisa hilo la Kirumi linapoongea linaongea makufuru kama Lani 2:7 Marko. Hiyo ni makufuru ya kwanza ambayo Roma inazungumzia, na ninataka niweze kuzungumzia inasema 2:7. Ndio. Mbona huyu anasema hivi? Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi? Ni nani awezaye kusamehe dhambi? Isipokuwa mmoja, ambaye ndiye Mungu. Kwa hivyo mtu yeyote anadai anasamehe dhambi, hiyo inaitwa makufuru. Lakini kanisa la Roma leo liko na idara inaitwa kitubio, ya kwamba wanasamehe dhambi, lakini kwa mujibu wa Biblia haya yanaitwa makufuru. Kwa hivyo kanisa la Roma linaongea makufuru, na ikawa kanisa la Roma imetabiriwa kwa Biblia tena kwa taratibu sana. Ningetaka tuangalie saa hii alafu tuingie kanisa la Marekani, maana kuna kanisa 3 kwa Biblia. Kuna kanisa la Roma, kuna kanisa la Marekani na kuna kanisa la Mungu. Lakini kanisa la Roma liko na watoto, limewazaa, na kanisa la Marekani lina watoto. Kwa hivyo hapa tunaishi hapa Nakuru, watoto ndio tuko nao wa Roma, tuko na watoto wa Marekani. Lakini nataka niweze kuzungumzia ndani ya Biblia kwa haraka sana kwa sababu ya wakati, maana mafundisho ni mengi, wakati ndio hakuna. Naomba unipe kitabu cha Wathesalonike wa pili 2:3. Waweke spika hiyo moja isipige kelele. Wathesalonike wa pili 2:3 inasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinua nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu, ndio ama kuabudiwa, ndio hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Simama. Sifa ambazo tumepata, sifa 3 za kumjua mpiga Kristo: mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Biblia tayari ishatuambia katika kitabu cha Danieli ni Roma, na katika kitabu cha Ufunuo mwanamke kahaba alijulikana ni Roma. Roma utawala, Roma kanisa. Unaona Biblia inaongea vizuri sana. Roma, hii ni Roma ambaye ni utawala, lakini hii ni Roma ambaye ni kanisa la Kirumi, kanisa ambalo limekalia juu ya mnyama. Wewe umewahi kuona huyu mwanamke?
Isiwekwe. 1 2. Mwanamke ambaye amekalia kwenye mnyama hatujawahi kumuona duniani. Kwa hivyo huyu si mwanamke vile unafikiria. Hii ni njia ya Mungu kuogea mwalimu wangu. Naam, naomba unipe kitabu kinaitwa Ufunuo wa Yohana 17 aya yake ya kwanza. Kanisa ya Kirumi, ndugu zangu, ni kanisa ambaye shetani anatumia leo, na Biblia ndio inasema nifukwe kwa OCS ama nifukwe kwa gavana. Soma. Inasema ndio, akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7 akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, safi, ambayo wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wameleva kwa mvinyo ya uasherati wake. Tuambie. Akanichukua katika roho hata jangwani, mpaka jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Naomba uangalie kile ambaye tumesoma na huyu mwanamke na mnyama mwekundu. Hapa tumechora, tukasoma Biblia, tukachora. Hii ni Biblia, tumechora tu Biblia. Hebu rudia tena, wasikilize vizuri na waangalie hapo. Inasema, angalia yule mwanamke huyu. Akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau, na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu, alikuwa na dhahabu na kichwa cha thamani, na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Ndio. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba. Kumbe mama wa makahaba wote ni nani? Huyu ni Babeli mkuu, mama wa makahaba. Sasa tuangalie wakati ambapo anatajwa mwanamke, tukauliza Biblia, mwanamke ndani ya Biblia anasimamia nini? 5:25 wa Efeso inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Kumbe hapo kuna jambo ambalo Paulo anaelezea, mwanaume kumpenda mke. Tumuulize Paulo, hasa unazungumzia nini? Teremka ya 30. Siri hiyo ni kubwa. Siri hiyo ya mwanaume kumpenda mke ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo. Lakini mimi nanena habari za Kristo na kanisa. Hebu maliza. Lakini kila mtu ampende mke wake. Unaona habari yake anaongelea Kristo na kanisa, lakini kila mtu apende mke wake. Sasa huyu sio mwanamke vile unavyofikiria. Sio mwanamke kama wanapita, no. Hiyo ni kanisa. Na ni kanisa kahaba. Na ni kanisa imekalia mnyama. Mnyama tuliambiwa ni nini? Danieli 7:17. Inasema mwanamke ni kanisa. Mnyama ni nani? Soma. Wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Kwa hivyo kanisa ni mwanamke na mnyama ni ufalme. Kwa hivyo hii ni kanisa ya ufalme fulani, na tukapata kanisa ambayo imesimamia ufalme. Tuko katika ufalme wa Kirumi. Kanisa ambayo imesimamia Roma inaitwa Catholic. Kwa hivyo Catholic ndio kanisa inaitwa kahaba na Biblia. Kwa nini inaitwa kahaba? 16:32 Ezekiel inasema, kwa nini Catholic inaitwa kahaba na Biblia? Soma. Mke wa mtu azinie, akaribishaye wageni badala ya mumewe. Mwanamke anaitwa kahaba wakati atakapoigiza mwanaume mwingine badala ya mume wake, anakuwa kahaba. Sasa huyu mwanamke ambaye ni
kanisa anaitwa kanisa kahaba kwa ajili ya kufundisha mafundisho ambaye Mungu hajafundisha, ndio inaitwa kahaba. Sasa huyu mwanamke kahaba tulipata ya kwamba ni mama wa makahaba. Kwa nini mwanamke huyu awe mama wa makahaba? Ezekieli 16:44 inasema kila mtu atumia methali atatumia methali hii kinyume chako akisema, atatumia methali hii kinyume chako akisema, kama mama ya mtu alivyo, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Kama mama ni kahaba, binti ni kahaba. Kama mama wa mtu alivyo, ndivyo alivyo na binti yake. Ukimwona binti tabia yake, angalia mama. Tabia ya binti imetoka kwa mama. Kwa hivyo huyu ambaye ni kanisa kahaba amezaa makanisa makahaba. Kwa nini wanaitwa makanisa makahaba? Kwa sababu wanakubali vitu ambavyo hakuna kwa Biblia. Kama Krismasi tuliona kwa Biblia hakuna. Kanisa yote inakubali Krismasi iko kwa Biblia, ni kanisa kahaba kwa maana inakubali vitu Biblia hakuna. Na kanisa hili tukapata ya kwamba limeleta sanamu makanisani. Wamemchoka Yesu, wamemchoka Maria, wamechoka Petro. Wanakubali vitu ambavyo Biblia haijasema. Mtu akifa anaenda purgatory, anaobewa, anaingia peponi, vitu ambavyo kwa Biblia hakuna. Catholic inaitwa kanisa kahaba na Biblia, lakini imejaa. Unapoona ina dhahabu. Hakuna kanisa tajiri duniani kuliko hii. Liko na hospitali, liko na mashule, mahali hakuna maji linapeleka, mahali kunatakikana msaada linapeleka, kwa maana ni kanisa tajiri. Ndio unaona Yakoba liko na dhahabu, sio kanisa masikini. Limevaa mavazi ya kikuhani kwa sababu linataka lionekane kanisa la Mungu, lakini Mungu ameliweka wazi ni kahaba, lakini limezaa makahaba. Ndipo katika Paulo akatwambia siku ya Yesu haiwezi ikakuja usipokuja kwanza ule utegevu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuae nafsi yake kwa kile kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Sasa tuulize, tusije tukawawekelea sifa hizi tatu wanazo kiongozi wa kanisa ya Roma. Sifa hizo tatu ambayo Biblia imetoa wanazo. Wanataka kuitwa jina la Mungu. Tunauliza Biblia, jina la Mungu gani ambaye Roma imechukua? 17:11 Yohana inasema, tupe habari. Wala mimi inasema hivi, ndio, wala mimi simo tena ulimwenguni. Yesu anamwambia Mungu, mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba mtakatifu, soma, kwa jina lako lilonipa. Kumbe Baba mtakatifu ni jina la nani? La Mungu. Lakini kanisa hili kahaba, kiongozi wao amekaa Vatican. Tulisoma kale ka kitabu kama Hoya, tulisoma ya kwamba alisema nitumuinilai Kristo wabo kode aikala Roma fafa moveru waliba. Wako na hiyo kitabu korowe mugabore kikabisa. Unajua hiyo wimbo hujaekelewa, wimbo 39 kitabu kama Hoya munasema ya kwamba Kristo wabo kode aikala Roma ni fafa moveru. Hiyo ni jambo ambalo kwa Biblia hakuna. Sasa Biblia ikasema huyu mtu wa kuasi ambaye anapatikana katika utawala wa Kirumi, yeye kile atakayefanya atakuwa anataka kuitwa majina ya Mungu. Tumempata yule ambaye ako leo katika kiti cha Vatican, anakaa Vatican, anakaa kanisani, anaitwa Pope, lakini anaitwa Baba Mtakatifu. Nani anaweza sema ni uongo? Nani aseme ya kwamba si hivyo? Hata uende kwa OCDD, hiyo ni hivi. Uende kwa OCS, ni hivyo. Labda Biblia ichomwe tusihubiri, lakini kama Biblia itakuwa kwa OCS hatutawahi kosa. Tuletoraga tuthiaga kwa OCS tugaikio thĩinĩ tukauma, tugathitangwo tukahunjĩria ako arĩa memohetwo, tondũ tũgwĩka atĩ tũkũhunjia atĩ tutahubiri aje? Kama tutahubiri hivi na Biblia inataja, tutahubiri aje jameni? Utajuaje? Kijiko hicho kijiko. Maana watu wamependa makanisa hii makahaba, hawataki kuambiwa ukweli.
wanaumwa. Kanisa yako kama ni kahaba, kubali, toka mchana. Mbona ungangane? Wewe ulifungua Catholic wewe ama ulikuta imefunguliwa? Unangangania nini? Wewe ulifungua Catholic wewe? Si umefunguliwa tu ukapata imefunguliwa. Hebu nipe hiyo katekesi. Hili kanisa ni kahaba, sikia vile inafundisha. Soma kwenye gamba. Katekisimu ya maswali na majibu. Inatokana na katekisimu ya kanisa Katoliki. Soma. Kumbe ni kanisa gani? Katoliki. Imesomwa kitabu ya Katoliki. Na tumeambiwa wanakuwa kahaba kwa sababu wanafundisha kile ambaye Kristo hajasema. Nipe ukurasa wa 142. Wanafundisha nini Katoliki? Alafu watu ndio huko wamejaa kwa sababu hakuna shida. Kunywa kidogo kuja. Aenda dakika 5 ondoka. Huko wamejaa, wamejificha huko. Soma. Je, ni makosa kunywa pombe au kuvuta sigara? Wanaulizwa swali. Ni makosa kunywa pombe ama kuvuta sigara? Ujibu. Wanajibu aje? Si makosa kunywa pombe wala au kuvuta sigara. Mbona isikwe kahaba? Mbona isikwe kahaba? No ujiria ndo manyo joy. Magushia digara. Kile uramenya kina mwene kudodeka. Ameandika hii kitu inadhuru afya. Alafu kanisa inabia watu wavute sigara. Mimi Dasha nilipozaliwa nimelelewa karibu na kanisa Katoliki. Nimekuwa nikienda mazishi ya Katoliki. Mimi mwenyewe nimeona padre wahubiri wa Katoliki wanavuta sigara, wanaingia kwa huduma. Nimeona. Labda wameacha. Lakini mimi mwenyewe nimejionea kanisa ya Katoliki jushi ndio imekubalia watu wa kawaida wasome Biblia. Ilikuwa marufuku mtu wa Katoliki mshiriki kusoma Biblia. Ndio Biblia ikatabiri kanisa hii inaitwa Babeli, mama wa makahaba na machukizo hii. Na watu wamejaa huko. President wetu huko. Unataka kuniambia saa hii nikahubiria president wetu hivi ataniwacha ama ataniweka ndani? Unataka kuniambia leo mimi niitwe nikahubiria president wetu ataniweka ndani kama nani? 3:18 Luka. Wahubiri wa kweli hawajawahi kuhubiri na amani duniani. Wacha hivyo, tulikuja kuchukuliwa hapa na magari sijui ya nani sijui ya nani. Sijui nani. Wamekuchukua wakatuweka huko ndani, wakatufungia. Unaona Lakini sikia, sisi si wa kwanza kupelekwa polisi, hata sisi ni wazuri. Wacha niwaambie. Ukisoma hii Biblia, waliohubiri injili hii tunaohubiri wa kwanza, wacha sisi tulienda tukafukuliwa. Walifukwa wakapigwa bakora sana. Paulo alitolewa nguo akapigwa na akawekwa ndani kabisa. Hebu soma huyo tuone. Basi kwa maonyo mengine mengi, aliwahubiri watu. Lakini mfalme Herode alipokaripiwa, wakati mfalme Herode alipohubiriwa kweli, na yeye kwa ajili ya Herodia, kwa ajili ya kuwa na mke wa wenyewe Herodia, mke wa nduguye, mke wa ndugu yake. Na Herode alikuwa amenyang'anyana mke, amenyang'anya ndugu yake Filipo mke anaitwa Herodia, akamuoa. Alafu akakuja kwa Herode. Herode akamwambia nabii yako ni hii, rudisha mke wa wenyewe. Ikawa nini? Aliyafanya Herode ndio aliongeza na hili juu ya yote. Alimfunga Yohana. Abati sasa Herode wakati alipohubiriwa na Yohana Mbatizaji alifanyaje? Alimfunga Yohana gerezani. Alimpa pilau. Alimfunga gerezani. Alimpa juisi. Alifungwa. Alifungwa wapi? Gerezani. Hebu sikia wahubiri ambao hata mtu akuja kwambie ati Awori ni mhubiri. Mhubiri wa wapi? Awori si mhubiri. Kanyare si mhubiri. Kama wangekuwa wahubiri, serikali ya Kenya ingekuwa adui yao. Hawangekuelewana. Hakuna mhubiri wa kweli ataelewana na polisi. Hakuna mhubiri wa kweli ataelewana na president. Ndio nikakuuliza, saa hii president wa Kenya ako ndani ya hii kanisa. Na Biblia ikasema wafalme wa nchi wamelewa, wamezini naye. Wafalme wa nchi wamezini nao. Na angalia mapresident wangapi wako duniani ambao si wa hii kanisa. Mapresident, wasomi,
sijui nani, wote wamejificha huku. Na Biblia inasema huyu ni kahaba, na ni kahaba mkubwa, na ndiye mama wa makahaba wote huyu. Sasa wakati Yohana alipokuwa na ubiri ukweli kama huu, Herode alimweka ndani. Wakati alipomweka ndani, baadaye alimkata kichwa. Yohana alikatiwa kichwa gerezani. Hata sisi tuko tayari, kama ni kichwa itaenda, wacha iende. Lakini leo tukakatwa kichwa leo, nyinyi nyote mko hapa mtakuwa wahubiri. Wote mmoja kubatizwa dirotini. Saa hii nikuje, saa hii nikatwe kichwa hapa, kuna wahubiri wengi watatokea hapa. Mimi hata ukiniua wataamka wengine, ukiua huyo wengine. Saa hii walihubiri Stefani, si walimuua kabisa? Si alihubiri Petro? Si alihubiri Paulo? Lakini Paulo akasemaje? Hebu nipe kitabu cha Timotheo wa pili 4:6. Alafu saa hii unapata ya kwamba watu wakiwa kwenye mazishi wanasomea watu hii andiko ya Paulo. Chunga, hii si andiko ya kusomea watu kwa mazishi. Hii si andiko ya kuwasomea watu kwa mazishi hii. Wale ambao wanasomewa na wale ambao wanaweza kudai ni watu ambao wamepiga vita hii, ukapelekwa jela, ukafungwa, ukapigwa. Tuko tayari, tunahubiria Waislamu, wananoa visu, tunahubiri. Wanasema tutawaua, tunahubiri. Wanaenda wanatuvunga, tutahubiri. Soma inasema 4:6. Kwa maana ndio mimi sasa na miminwa. Paulo wakati alipokuwa anatamka maneno haya, kwa maana sasa mimi na miminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Imani nimeilinda. Baada ya hayo, nimewekewa taji ya haki. Wakati unaposoma andiko hili, jaribu kusunguka Biblia, ulizia huyu Paulo alipitia njia gani? Amewekwa jela, amepigwa. Kuna mahali Paulo alikuja kuhubiri kwa soko kama hapa, wakampiga kwa mawe akasirai. Wanafunzi wake wakasunguka, wakamuombea. Wakati alipoamuka aliwauliza, wapi hakujahubiriwa? Wapi ambao injili haijafika? Kwa hivyo injili hii ya kweli lazima ihubiriwe na watu ambao si waoga. Mtu yeyote muoga injili ya Kristo hawezani. Na ndio unaona waoga wote jehanamu inawangoja. 21:8 ya Ufunuo. Gutire keguoya igathi iguru, gutire. Hakuna. Ndio unaona wanafunzi wa Yesu walikuwa wajasiri. Akina Paulo walikuwa wajasiri, wakawa waaminifu hadi kufa. Soma, bali waoga. Ate nani? Waoga. Na nani? Na wasioamini. Na nani? Na wachukizao. Na nani? Na wauaji. Na nani? Na wazinzi. Na nani? Na wachawi. Na nani? Na hawa waabudu sanamu. Na waongo wote. Sehemu yao ni wapi? Ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Wakati unasikia watu wakihubiri, umewahi wakikwambia waoga wataenda jikoni? Umewahi sikia? Na Biblia imesema kwa sababu injili kama hii utahubirije ukiwa muoga? Na polisi atakuja atakushika, utahubirije? Uko uchi hata present hamuelewani, utahubirije? Hii injili ya Kristo hauwezi ukaelewana na dunia, no. Sasa Mungu akasema ya kwamba huyu mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, huyu mpingamizi anataka kuitwa jina la Mungu na anataka kuabudiwa. Kiongozi wa Roma saa hii anakaa kanisani Vatican. Wale ambao ni wa chini, hawa ambao wanaitwa mafadha, wanaitwa mapadre, wakati wanapoenda Vatican, na uende ugugo, uende utafute kwa YouTube, usearch Vatican, uone ya kwamba wanaanguka kifudifudi, wanamwangukia Pope, kwa maana wamemfanya kuwa Mungu, anataka kuabudiwa. Hakuna mtu, mwalimu wangu. Naam. Kuna andiko linasema Petro
hakupiga magoti. 10:25. 10:25 Matendo. Inasemaje? Petro alipokuwa akiingia. Hebu sikia. Watu hawa wa kanisa hili wanakuja wanasema Petro alikuwa wa kanisa hili. Urongo. Wote hakuna nabii wala mwanafunzi wa Yesu amekuwa wa kanisa la Roma. Wote wanasema Petro alikuwa pope. Wanasema. Lakini sikia, soma. Petro alipokuwa akiingia. Kornelio akatoka amlaki. Kornelio akataka amlaki. Akamwangukia miguuni. Akamsujudia. Lakini Petro akamuinua Kornelio akasema, simama Kornelio. Mimi nami ni mwanadamu. Unaona, Petro alikataa kuinamiwa na mwanadamu mwenzake. Alimwambia no, usiniinamie. Lakini Pope anaweza kukuambia hivyo. Hawezi. Unainama tu. Atakupapasa vizuri. Unafanya kazi nzuri. Umuinamie hivi. Pope. Mwanadamu. Hata malaika ambaye anatoka mbinguni hawezi kukubali kuinamiwa. Walimu. Naam. Naomba unipe 19. Aya yake ya 10. Inasema kitabu cha Ufunuo. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake. Huyu ni Yohana wa Patmo. Alimuona malaika akaanguka miguuni pake ili nimsujudie. Akaniambia, yule malaika akamwambia Yohana, angalia, usinisujudie. Usifanye hivi. Usinisujudie. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu. Kwa nini? Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya nani? Yote ambaye yule ambaye anafaa kusujudiwa ni Mungu peke yake, si mwanadamu. Lakini kanisa hili kahaba limeweka kiongozi ambaye ni mwanadamu, wanamuita Baba Mtakatifu, wanamsujudia. Biblia inamsema tupeleke kwa governor. Biblia imemsema tupeleke kwa OCS. Hata OCS hiyo tumwambie basi, wewe OCS usikue OCS tena, hata ukahubiri. Sababu tutahubirije? Mimi naweza kuja kuingilia kazi yako. Mimi kazi yako ni ya kuhubiri. Utaingilia kazi yako ya kuhubiri kivipi? Wewe mimi naweza kuambia leo usiende kushika alisaba. Mimi ni mhubiri na nina proof kwa maandiko. Si payuki. Na kama kuna mtu anadai hivyo na ubiri si hivyo, kiti iko hapo, karia. Sema microphone iko hapo, sema si hivyo. Si ni mchana, si usiku. Kanisa hili Biblia inaita kahaba, limekalia Roma, utawala wa Kirumi, lina kikombe kimejaa uchafu. Na ndio nikawaambia meza zote za Wakristo. Hebu rudia hiyo andiko 28:8. Inasema kitabu cha Isaya. Inasema hivi, maana meza zote zimejaa matapiko. Unaona, meza zote za Wakristo wamekaa tu makanisani, wanapewa tu matapiko. Mtakula matapiko mpaka lini Wakristo? Mtalisha matapiko mpaka lini? Biblia mumekataa, kuhubiriwa mumekataa. Hebu nipe Matendo ya Mitume. Waibrania 5:11. Mimi naomba angalau Wakristo kutoka asubuhi mumenisikiliza. Msikubali kulisha matapiko tena. Munapewa matapiko kanisani. Kanisa hili kahaba hili limezaa makahaba. Nitawaonyesha makahaba wake wako hapo. Tumesema kahaba anafuata mama, mtupiti anafuata mama. Hebu soma. Inasema Waibrania 5:11. Ndio. Ambaye tuna maneno mengi ya kunena. Katika habari zake. Na ni shida kuyaeleza. Lakini tumekuwa shida kuyaeleza. Kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Unaona? Yamekuwa shida. Kutoka wakati gani ambaye tumekuwa tukihubiri hapa? Lakini imekuwa shida kueleza. Sijui gavana, sijui OCS, sijui editani, sijui wekeni, tumepelekwa ndani, tumeiba nini? Nini tumeiba? Tunahubiri Biblia vile ilivyo.
na hawezi ukahubiri Biblia ukapata amani, kwa maana Biblia inaitwa upanga wa Efeso 6:17. Biblia icheki na mtu, Biblia icheki na kanisa ya mtu. Nataka niwaambie, tukakubaliwa hata ile msikiti utaona, tukapewa tu ruhusa ile, ndio utashangaa hakuna kitu. Ndio naona wanaenda kwa OCS. Kama wangekuwa na kitu wangekuja. Unaona hapa? Soma. Inasema. Tena ndio ipokeeni chepeo ya wokovu. Ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho. Na upanga wa Roho. Na upanga wa Roho ambao ndio ni neno la Mungu. Ambao ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni upanga. Jameni, hautahubiri Biblia upendwe. Na mimi wacha nikwambie, tukiwa na kikosi ambaye tuko nayo, uoga tuliacha nyumbani. Kama ni kukufa, tuacha tukufe kitambo sana. Lakatokwe. Wewe unataka kuniambia watu hawa ambao wako hapa watakulishwa matapiko hata lini? Makanisani wamefunguliwa makanisa tu, wanapewa tu matapiko chafu kabisa. Wacha nikwambie ndugu yangu, utakula hiyo machafu tena, utakula hiyo matapiko tena. Nitakudhibitishia hapa na nataka nikwambie utaelewa. Kama wewe utakubali unapewa matapiko, wachana matapiko, wacha. Mwalimu wangu, naam, Wathesalonike wa kwanza 2:3. Wathesalonike wa kwanza 2:3. Soma. Inasema, kwa maana ndio maonyo yetu sio ya ukosefu. Maonyo yetu sio ya ukosefu, wala ya uchafu, wala ya uchafu, wala ya hila, wala ya hila, bali kama vile tulivyopata kibali. Hii ni kibali tulipata, si ya mwanadamu. Kwa Mungu. Kwa nani? Kwa Mungu. Kwa nani? Kwa Mungu. Sio mwanadamu. Mwanadamu aliyetupa kibali akuje achukue. Modele watu ile kibali yako ujia okay. Sisi kibali Mungu ametupa. Soma chini. Inasema ndio tuwekewe amana Injili. Tuwekewe amana Injili. Ndivyo tunenavyo. Ndivyo tunenavyo. Si kama wapendezao wanadamu. Si kama wapendezao wanadamu, bali wampendezao Mungu. Bali wampendezao Mungu anayetupima nyoyo yetu. Safiri chini. Maana hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote. Hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote. Kama mjuavyo. Wala maneno ya juu. Wala maneno ya juu ya kuficha choyo. Marisa. Mungu ni nani? Ni shahidi. Mungu ni shahidi. Tumepelekwa kotini, tumepelekwa kwa OCS. Kwa sababu gani? Neno kwa ujia. Wewe uko tayari kwenda? Uko tayari kwenda? Sikia, Yesu wakati alipokuja akaleta neno tuhubiri, alituambiaje? 10:34 Mathayo. Yesu alituambia msicheze, nimewaletea upanga, mtakasana na watu. Leo hii ukihubiri Biblia, watu wanasema ametutukana, ametutusi, ametusi imani yetu. Ukimuuliza tusi gani? Ni kama Waislamu. Juzi nilikutana na mwingine pale, akaniambia wewe, tulikukosea wapi? Mimi nikamuuliza, mtanikosea, kile mumefanya mumepotea. Akaniambia wewe unatukana dini yetu. Nikamuuliza tusi gani? Kimya. Hawezi kusema. Unaweza kuja uvuke spika kama hii, alafu uweze kuita watu ubwa ng'ombe, unaweza pata hiyo? Kama nimetusi mtu fuka mimi, lakini ninahubiri kweli, wanaita matusi. Soma andiko. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Msifikirie nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani, bali upanga. Amani iwezi patikana. Wakati amani itapatikana, mkikubali ukweli, watu wote wanakuru amani iko. Lakini mkikataa Biblia, amani hakuna. Wahubiri watakuwa wakikuja, mnasema ya kwamba tumetukanwa, mnasema ya kwamba tumeonewa. 6:10 Yeremia. 6:10 Yeremia inasema hivi.
Niseme na nani? Niseme na nani? Na kushuhudia. Na kushuhudia. Wapate kusikia. Wapate kusikia. Tazama, ndio, sikio lao halikutahiriwa. Sikio lao halikutahiriwa. Wala kusikiliza. Wala hawawezi kusikiliza. Tazama, ndio, neno la Bwana. Neno la Bwana limekuwa matukano kwao. Limekuwa matukano kwao. Hawalifurahii. Unaona? Biblia inajua neno la Mungu hawafurahii. Wanasema tumetukano. Twende kwa OCS, twende kwa OCPD, Nyahururu tulihubiri. Wakachukua na watu wa Catholic na watu wa Hori kwa OCPD. OCPD funga mkutano. Kwa nini wanaongea yetu? Kwani ni nini mnataka kisiogewe mnafanya? Kitu gani hiki? Wewe unaweza kuwa kweli kabisa, uko kwa imani ya kweli, alafu uogope imani yako iogewe. Nikegeke waida. Ni kitu gani hiki? Hautaki kisemwe, unaenda kwa OCPD. Biblia ikasema kanisa lenyewe ni kahaba, si mimi. Biblia ya uga kanisa kahaba limekalia ufalme, na ufalme ndio mnyama, na ufalme huu wa Kirumi. Kanisa gani imekalia Roma? Tuende ni hii kanisa inahitanishwa na Roma, inaitwa Roman Catholic. Tudanganyane nini? Na linaitwa kahaba. Tukiangalia tunapata ya kwamba wanafundisha kinyume na Biblia. Hebu sikia. Si tumesikia popo anaitwa Baba Mtakatifu, naye ni bishop wa kanisa ya Roma. Hebu sikia sasa, bishop wa Biblia na bishop wa Roma, uniambie wapi? Timotheo wa kwanza 3:1 inasema Timotheo wa kwanza 3:1 inasema hivi, ndio, ni neno la kuaminiwa. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu, atamani kazi njema. Basi imempasa askofu ndio awe mtu asiyelaumika, safi, mume wa mke mmoja. Kumbe askofu wa Biblia, ili aweze kuingia kwa hiyo kazi, maana ni ofisi, lazima akuje na hizo, awe na mke mmoja, si ndio? Kabisa. Na bishop wa kanisa hili kahaba ana mke basha, anavaa pete. Alafu kuja uniambie twende kwa OCS kufanya nini? Bishop wa kanisa la Mungu akuwe hana mke, imesikika wapi? Watu ambao wako hapa na wameoa na wanaendea kanisani wanajua ya kwamba bishop anashughulikia mambo mingi hata ya doa. Sasa enda leo mkosane bedroom na mke wako, alafu muende kwa bishop huyu wa kanisa hili ya Roma, atajua bedroom kuna kuwaga nini? Atajua bedroom kuna nini huko, na yeye ni basha. Ndio Mungu akaweka lazima awe na mke. Aya 5 inasema yani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa la Mungu? Atalitunzaje kanisa la Mungu? Popo ako na mke? Hana. Ako na watoto? Hana. Atatunzaje kanisa? Na anaitwa baba. Yani Wakristo, hii matapiko mtakula paka lini? Yani nataka kuniambia kutoka Catholic wewe, shida yako nini? Catholic waikara wiki ati ya Catholic wetereire ki mataeko uchafu ndio naenda kukulishwa huko. Na Biblia imeita Catholic, imeita mwanamke kahaba, na ni mama wa makahaba, amejaa machukizo, anafundisha uongo. Watu wengi wametoka kanisani leo wamefanya mayo sadiri siku ya ibada. Nani aliwaambia? Noa mwelile sadiri ngothia ukanitha. Mtumio huyu mwanamke huyu ndio amesababisha hii shida yote hii. Huyu tumemsoma, aliamua sadiri ikuwe ndio siku ya ibada, na Mungu alisema Jumamosi. Watu wakakataa Mungu, wakakubali huyu kahaba. Na ndio Biblia ikasema sio yeye peke yake kahaba,
Yeye ni mama wa makahaba. Mtu yote anakubali mafundisho ya huyu mtu anakuwa kahaba. Mundu wothe kanitha yothe eteketie Sunday ni thabato kahaba. Uruke juu, wabuke chini, uchike, ulie, uende kwa gavana, uende kwa OCS, ni hivyo. Labda ukuje ukalie kiti. Hebu shivaje. Waachie hiyo kiti hapa. Mundu wothe uraigwa ni aikireirwo fio. Na kile tu wali maheni yeke kiti. Oria kioria. Sema hiyo ni uongo. Kanisa yenye ilileta Sunday ni hii kahaba. Na watu wote wameamini Sunday ni siku ya ibada, wanakuwa watoto wa kahaba. Hebu nisaidie Amosi 3:2. Watoto wa kahaba itakuwaje? Hosea inasema Hosea 2 aya yake ni ya 4. Nisome. Inasemaje? Naam, sitawaonea rehema watoto wake, kwa maana ni watoto wa uzinzi. Unaona, hata watoto wake hawataonewa rehema, kwa maana ni watoto wa uzinzi. Saa hii ninakuhubiria Krismasi kwa Biblia hakuna. Ninakuhubiria utoe masanamu kwa shiko yako. Ninakuhubiria toka kanisa hiko na masanamu. Wewe unataka kukaa huko, wewe ni mtoto wa huyu kahaba. Na ni Biblia inasema, sio mimi. Nidarekie kuhujia. Hali hodi okuonyona. Koroni saidi ranywa, jera muhujia, tunywe sai. Sina shida. Mimi wewe si adui yangu. Kaa kwa kiti. Na kaa kwa kiti hapo. Na usikue umekunywa pombe ukuje pengine kuzuia mahubiri nilikuwa na ubiri. Kama utakuwa soba, mpe maiki. Habari yako? Habari yako? Mzuri sana. Mimi naitwa Francis Dasha. Na wewe? Jage Mwangi. Unaitwa Mwangi? Kabisa. Mwangi kwa ana ate? Utira Urui. Okay. Swali yako gani? Swali yangu ni moja tu. Niko na visa. Kilo 3. Uliza tu. Hapa umekubaliwa. Mbona watupia kijiti? Kijiti? Kabisa? Kijiti. Hata Musa wakati uko baharini pale hakuwa kijiti. Ampe huyo. 13 Mathayo. Bwana na ubiri na kijiti, sikia hiyo. Inasema 13:13. Mathayo. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano. Unaona? Angalia pale kwanza. Mpe maiki. Unaona nini huko? Kwa sababu hayo nasema nao kwa mfano. Kwa hivyo mimi natumia nini? Yako. Mifano. Hapana. Mpe maiki. Wewe tuonane. Ile kitu ambayo nataka nisungumzie ni ya kwamba kanisa hili ni kahaba. Na kanisa hili na mafundisho ambayo ni nje ya maandiko. Ndio Biblia inaita kahaba. Tumepata ya kwamba wanasema ya kwamba Pope ni baba mtakatifu. Na hiyo ni jina la Mungu wamechukua. Huyo Pope amesema ya kwamba watu wanaweza wakaenda kutubia dhambi zao kwa padri. Hata kitubio. Mimi nimefanya bura. Unaambiwa lala hapo. Chua. Umesamehewa. Ama unaambiwa badilia maua ya kanisa. Wapi? Kufuru. Kanisa hili, hebu nipe hii katika simu yao hii. Ukurasa wa 31. Maajabu ya Musa. Alafu watu wamejaa kwa hii kanisa ambayo Biblia inaita kahaba. Umai. Tokeni huku bwana. Msifurahie kuambiwa kujeni mkikuja pombe. Msifurahie hiyo. Umai huko. Umai kanideno. Soma
tunampenda sana Maria. Wanaambiwa tunampenda sana Maria Kwa sababu ni mama yake Yesu. ati kwa sababu ni mama yake Yesu. Na pia kwa sababu yeye ni mama yetu huko juu mbinguni. Ndio. Kuweka picha ya Bikira Maria karibu na kitanda chako utakukumbusha umwombe kila unapokwenda kulala na uamkapo. Ndio. Atakuwa pamoja nawe na kukulinda. Atakuombea kwa Yesu. Sikia. Upewe kila kitu. Sikia. Unachohitaji. Sikia. Ati uchukue picha ya Mariamu uende uweke mahali na lala, itakukumbusha umuombe. Mariamu unamuomba kama nani? Atakuwa pamoja nawe, atakuombea kwa Yesu. Biblia yani, jameni, muombezi wetu ni nani? Yani wa Kristo. Mmechanganyikiwa kiasi ya kwamba muombezi hamjui. 8:34 Warumi. Wewe maswali yako ieleweki. Inasema ndio. Hebu kwanza nimpe jibu yake. Swali yako mimi nimekatazwa. Hiyo si jibu. 3:9 mtito. 3:9. Si ati swali yote ikikaliwa hapo na jibu. Kuna swali siwezi jibu. Kama gani? Soma hiyo. Inasema 3:9 Tito. Inasema hivi. Lakini maswali ya upuzi ujiepushe nayo. Hiyo si jibu. Sasa tunaendelea. Kile ambaye tunasoma. Soma andiko lenyewe. Toka mbele ya gari jameni. Hey. Pole dereva. Sasa naomba ulisomea andiko. Inasema ni nani atakayetuhukumia adhabu? Ni nani atakayetuhukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye. Kristo Yesu ndiye Aliyekufa. Naam. Na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Ndio. Na yuko mkono wa kuume wa Mungu. Maliza. Tena ndiye anayetuombea. Nani huyo? Yesu Kristo. Mariamu alifikiria wapi jameni? Alafu naona mtu ana akili tano, si wazimu. Ate Mariamu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu. Akiwa wapi? Mariamu anakuombea akiwa wapi? Kwa nini Yesu atuombee? 7:25 Waibrania. Inasema. Soma. 7:25. Alafu unaona mtu anaenda kwa kisanamu. Ate Mariamu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu. Bao ni Maria. Soma. Tulienda hapa chini. Unaitwaje? Hapa inaitwaje hapa ukielekea? Subukia. Hapana, Subukia pale wamejenga pale. Hapo juu. Kuna kisanamu kikubwa cha Maria wamekijenga. Alafu chini yake unajua pale kuna mto. Wametega maji inatokea hapo chini ya Maria. Alafu watu wanatoka bahari wanakuja kuchota hiyo maji. Hata ni matakatifu bure kabisa. Soma. Inasema naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, wale wanaomjia Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote. Swali yako nimekataa brother. Ukimaliza pombe ukuje. Soma. Inasema chukua huyu mtu ondoka. Naye kwa sababu hii usije ukanywa pombe ukakuja kuleta hapa. Soma. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, ambaye wanamjia Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Kumbe Yesu wako hai siku zote, afanyeje? Atuombee. Mariamu wako hai? Mariamu wako hai? Kufa. Mariamu amekufa. Mariamu kwa sababu amekufa, tuulize Biblia, anaweza kuwa mwombezi? 9:5 Mhubiri. Inasema Biblia, kama unapiga hiyo jo na maandiko soma Mhubiri 9:5 Ecclesiastes. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu ati nani? Wafu hawajui neno lolote. Na Mariamu amefanyaje? Alikufa. Kumbe hajui nini? Hajui chochote. Alafu ate Mariamu tuombee na hajui. Atakuombeaje? Te Maria mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu. Bure. Kumejaa matapiko. Biblia imesema meza zimejaa matapiko. Mtakula matapiko hata lini wa Kristo? Mkweo matapiko kinai. Mtapewa matapiko hata lini? Mariamu si mwombezi.
Nipe bili moja. Waraka wa kwanza wa Yohana. Watoto wangu wadogo, ndio nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Lakini kama mtu akitenda dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Wewe unasoma vibaya. Maria. Yesu Kristo. Ate nani? Yesu Kristo. Ate nani? Yesu Kristo. Kumbe Kristo ndiye nani? Ndiye mwombezi. Mariamu aliingilia wapi? Mwalimu. Naam. Hata Biblia Katoliki inasema ni Yesu, si Maria. Kwanza wako na Biblia yao hii. Hebu ichukue. Hii hapa. Na wacha niulize, wacha niwaambie. Msione hii vitabu tunazo, mfikiria kwamba tunapeana. Unaona? Msifikirie kuna mahali tunaendaga kugawiwa vitabu. Hii kitabu ya Catholic, hebu ichukue. Hii ni Biblia ya Catholic hii. Ukienda kwa duka inatoka 1600 hiyo. Wanauza hivyo. Hapa Nyahururu sijui kama hapa iko. Hebu soma tulikia wanasema nani muombezi? Inasema, wanangu, hayo nawaandikieni, msije mkatenda dhambi. Lakini kama mtu ametenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Nani? Ndiye Yesu Kristo, si Mariamu. Hata wao wanajua si Mariamu. Kumbe hata wao wanajua si Mariamu. Alafu wewe unakuja unaambiwa Maria mama wa Mungu tuombee. Mama kahaba. Mama kahaba. Amejaa machukizo, uasherati, wafalme wamelewa na yeye, wamezini na yeye, watu wa nchi, watu wa dunia wamezini na yeye, na amezaa makahaba. Na nikawaambia, kama wewe umetoka kanisani leo, unaamini kanisani kunaendagwa leo, ndiyo siku ya ibada, mama yako ndiyo yule, mama yako ndiyo yule. Mama kahaba, kanisa kahaba, linafundisha uongo, limezaa makahaba. Lakini kuna wale wanaitwa wa Protestanti, wanafikiria, unajua kusoma ni kitu mzuri, elimu, kutafuta elimu ni kitu kizuri, lakini kukaa tunde utapotea. Watu hawa wa Roma wanaandika, wanasema wa Protestant ni kama mwanamke aliyepotea bedroom akaenda sitting room. Anasema nimepotea, sitakuwa wako tena, na ako bedroom amepotea, hapa ako sitting room amepotea, bedroom ako sitting amepotea. Wa Protestant wanaitwa wa Protestant kwa sababu walitoka Catholic, waliprotest, walikataa, wakatoka. Lakini ukiwauliza awori, wewe ni Protestant? Ndio. Una protest nini? Kanyari, wewe ni Protestant? Ndio. Una protest nini? Ng'ang'a, wewe ni Protestant? Una protest nini? Hawana jibu. Kama hapa kuna mprotestant kali hapa, uniambie una protest nini? Wote hawa wa Protestant mama yao ni huyu. Usiwahi kusema wewe ni Protestant, mama yako ndio huyo Catholic. Bado uko Catholic na unadai ulitoka. Kwa nini? Ulikataa ubatizo wa watoto, ndio ukaenda kubatiza kwa maji mengi. Ulikataa mafundisho fulani, lakini siku ya Sabato ukachukua yake. Umeenda wapi? Ubiete wagaliku na wenyewe wale ile sadi, na wewe wasadi akigwetia sadi yake leo ukebiko. Leo hii Roman Catholic ikawaambia wa Protestant, wachaneni na sadi yetu. Mtaenda wapi? Mtatafuta Wednesday. Alafu nawasikia wa Protestant wakijitetea, sisi si watu wa siku. Si watu wa siku, mbona mwendagi Wednesday? Si watu wa siku, mbona mnadai Saturday ndio ibada? Mbona mjawahi badilisha ikuwe Friday? Sisi wewe unahubiri siku. Nani alikwambia siku na Yesu inatengana? Nani alikwambia Yesu na siku wanatengana? Yesu aliweka siku, Roma ikabadilisha. Tufanye nini? Leo hii unapotaka kutoka Roma, Sunday lazima utoke.
yako ilama. Labda ubishe tu kusema ya kwamba sisi tumeokolewa kwa neema, hatufuati sheria. Unajua kuna ingine iko hapa chini inaitwa Kingdom Seekers. Kuna jamaa ako hapo anawahubiria watu, anawaambia saa hii tuko kipindi cha neema, amri zilikwisha. Amri zilikuwa agano la kale, saa hii hakuna amri. Amri ambayo imebaki ni moja, upendo. Kwa hivyo ukiwa na upendo umefaulu. Hapo wanahubiri kama hako kuja. Anaposema amri hakuna, unamwambia unaiba, hapana. Kwa nini? Ninapenda. Unazini? Hapana. Kwa nini? Ninapenda. Unaongea uongo? Hapana. Kwa nini? Ninapenda. Unakumbuka Sabato? Hapana. Kwa nini? Sheria ilikwisha. Bona hii ya Sabato ndio inakwisha? Bona hizi zingine zote zinaingia kwa upendo? Bona ya Sabato itoke nje ya upendo? Uko na sanamu? Hapana. Kwa nini? Napenda Kristo. Una sanamu? Hapana, ninapenda Kristo. Una Mungu mwingine? Hapana, napenda Kristo. Unakumbuka Sabato? Hapana. Kwa nini? Sheria ilikwisha. Niko na neema. Naomba unisomee 6:14 Warumi. 6:14 Warumi. Hii neno linaitwa neema. Hii Waprotestant limewapoteza hii neema. Wamejibita hapo. Mwalimu, naam, kabla hujasoma hiyo, nipe 28:15 Isaya. Waprotestant wamekubali kujibicha kwenye uongo. Wako hapo. Soma tusikie. 28:15. Kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Isaya. Inasema, ndio, kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Pigo lifurikao litakapopita halitatufikia sisi. Tuambie. Kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu. Mtu yoyote ambaye amefanya uongo kuwa kimbilio amefanya agano na mauti. Sunday worshipers, waabudu wa Sunday na wapenda, kwa sababu mkishika imani mnaishika kabisa, lakini shida yenu ni moja tu, kukosa kusikia ukweli. Hiyo wewe umelewa niende wao biguma kabisa. Wewe ni mzuri, wewe ni mtu wa Mungu, lakini umejibicha mahali ya uongo. Soma 6:15, 6:14. Inasema, kwa maana dhambi hapa unasikia neema, sikia. Kwa maana dhambi haitatawala ninyi. Kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Unaona hiyo? Kuambiwa hamui chini ya sheria bali chini ya neema imebeba watu wamekataa Sabato ya Mungu, wakidai ya kwamba wao wana neema, sheria hakuna. Unaiba? No. Bona hii neema haitakubali ribe? Bona hii neema haitakubali uzini? Bona neema inaondoa tu Sabato? Naomba watu 5 nitumie mfano. Watu 5 chap chap. Watu 5 niwe hii jambo la neema, alafu niingie kwa kanisa la Marekani. Kanisa la Marekani tuliangalie. Watu 5, 1 2 3 4. Tunataka mwingine mmoja. Alafu msonge huko kwa maana ya kulia speaker. Sikia, neema ilikuja lini na kwa nini ilikuja? Naomba usikie huu mfano. Huyu anaitwa sheria. Kwa nini anaitwa sheria? 2:15 Mwanzo. 2:15 Mwanzo. Maandiko yanasema. Yanasemaje? Bwana Mungu akamtoa huyo mtu
akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, ndio, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndio usile. Kwa nini? Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utafanyaje? Utakufa hakika. Huyo ameambiwa sheria, usikule mti, usikule matunda ya mti wa uzima, usikule matunda ya mti ulio katikati ya bustani. Ni sheria, utakapoifuja utakufa. Kwa hivyo mshahara wa dhambi ni kifo, na huyu ni sheria. Huyu naye anaitwa dhambi, huyu anaitwa dhambi, na hawezi kupatikana hivi hivi. 3:20 Warumi, 3:20 Warumi. Dhambi inatoka wapi? Inasema kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki ndio mbele zake kwa matendo ya sheria. Maliza. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa hivyo huyu anaitwa dhambi kwa sababu alimkosea huyu. Hawezi kupatikana bila huyu. Dhambi ni kufuja sheria, ndio anaitwa dhambi. Kama huyu hangekuwa, huyu hangepatikana, kwa sababu angefuja nini? Na kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, analetewa wega wa Ngai, neema. Ndio huyu anaitwa neema. Amekuja kwa nini? Huyu ana dhambi. Alifanya nini? Alifuja sheria. Na neema hii inaletwa na Kristo. Kristo amekuja kuleta neema, kwa sababu mtu ana dhambi, alifuja sheria. Na mimi leo namhubiri Kristo. Mimi ni mhubiri. Huyo anaitwa mhubiri. Mhubiri ni huyu, anamhubiri Kristo aliyeleta neema, kwa sababu mtu ana dhambi, alifuja sheria. Sasa tuseme neema wakati ilipokuja, sheria ilitoka. Neema ilikuja, sheria ikatoka. Kwa mujibu wao, dhambi ilibaki. Ilitoka wapi dhambi? Na sheria bila, na dhambi bila sheria hakuna toka. Neema ni ya nini? Na inatakikana mtu awe na neema kwa sababu ni mdhambi. Toka. Kristo analeta nini? Toka. Mhubiri, fuga kanisa. Hiyo tu. Ukahubiri tu hivyo ya kwamba neema sheria ilitoa. Ndugu zangu, dada zangu, hiyo itakuwa ya kwamba umepoteza watu. Huyu kijana anaitwa Eliasi, huyu ametoka Uislamu juzi, lakini Mungu amemjalia. Hebu leta hiyo kitabu. Huyu jamaa ametoka Uislamu juzi, lakini ameandika kitabu ambayo kinauliza hivi: mimi hiki kitabu anauliza, is the 10 commandment the old covenant? Hiki kitabu kina maneno ya ajabu ndani. Ukitaka kuelewa sheria na neema, kitabu hiki beba. Ni shilingi 100. Eliasi anawauzia. Chukua kitabu yako. Kitaka kitabu hiyo unaweza ukachukua. Kwa hivyo wa Protestanti, wakati mnapokataa sabato ya Mungu, wacheni niwaambie, Yesu wakati atakapokuja, muna kesi ya kujibu. Muna kesi ya kujibu. Kwa nini? Nilisema hivi asubuhi, sabato ni amri ya Mungu ya 4. Na tukasema hivi, tukasema hapa kuna watu wawili hawa. Huyu ni msinifu, amefuja amri ya Mungu ya 7.
asifanye sabato kazi. Amevunja amri ya 4. Siku ya hukumu imefika. Mungu ndiye huyu. Niweke hapa kasi. Mungu ndiye huyu. Watu hao wawili wamesimama mbele ya Mungu. Mungu amwambie huyu anafanyaka kazi sabato, ingia mbinguni. Alafu amwambie huyu enda jehanamu. Huyu atamuuliza Mungu, Mungu, inakuwaje? Huyu ni alivunja amri na mimi nilivunja amri. Inakuwaje mimi niende jikoni na huyu aende kwenye uzima? Nikauliza watu ambao tulikuwa nao, atakuwa ameamua haki? Kama anapeleka wote, peleka. Kama anachoma wote, choma. Sasa hiyo utajijibu, watachomwa ama wataingia? Hiyo jibu ni yako, weka mfukoni. Watu wanachukulia sabato hivi hivi tu, wanaona kama ni jambo Mungu alipanuka, hajui ina maana yake. Mungu alisema sabato watu wasifanye kazi. Sikia 31:15 Kutoka. Si mtu, Mungu alisema. Sikia, inasema kazi itafanywa siku 6. Kazi itafanywa siku 6. Lakini siku ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa. Takatifu kwa Bwana. Ndio. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya sabato, ndio, hakika yake atafanyaje? Atauawa. Mungu ni nani amesema? Mungu amesema mtu yoyote anafanya kazi sabato anangojea kifo. Alafu nikwambie, praise God, hallelujah, utabarikiwa. Riba baba kaparabu shinde. Nikose kukuambia hii, utaenda motoni. Ninakusaidiaje? Utabarikiwa. Mungu atakufungulia mibaraka. Atafungua, sema kacha. Atafungua, somebody say kacha. Riba baba ushinde. Hiyo ndio nataka kuhubiriwa hivyo. Na sabato ya Mungu umekataa. Tukaangalia asubuhi, mwenye ambaye ndiye muhusika wa Sunday anajulikana kwa jina. Ni nani? Historia chukua. Historia tulianzia hapa, watu ambao walikuwa hawako. Asubuhi tumekuwa na mafundisho. Hii yote ni Biblia. Nani ambao walikuwa asubuhi? Tulikuwa wengi. Hii yote ni historia ndani ya Biblia. Na tukapata historia hapa, ndio matatizo iko ya Roma, na tukakuja kwa historia hiyo. Soma tuone. Remained the official residence of the popes. Remained the official residence of the popes until the 14th century. Constantine also declared Sunday, ndio, a public holiday, a day of rest, ndio, for the service of God. Nani amesema? Historia hii. Nani amesema Sunday ni public holiday? Constantine. Ati naitwaje? Constantine. Ndiye mwenye nini? Sunday. Wewe unapoenda Sunday, jua mwenye Sunday anajulikana. Na mwenye sabato ni Mungu. Wewe utachagua, njia ni B. Chagua Constantine ama uchague Mungu. Hiyo utachaguliwa na mtu. Wewe ndio utachagua. Siku ya hukumu inakuja, utajibu swali. Utaona umehukumiwa kwa kweli. Nimekuhubiria, umekubali ama umekataa. Haya yote yako hapa. Hii nimehubiri asubuhi. Wale wote ambao hawakuwa, kwa sababu sitaweza kurudia, kitabu kiko hapa, kina mafundisho yote. Ni shilingi 100. Chukua, sifaji pelekea watu huko. Shilingi 100 peke yake utapata mafundisho. Hiyo iko hapo ndani, tunapoelekea kuingia kanisa la Marekani. Hiyo nafikiria kwamba tumekubaliana ya kwamba kanisa ya Roma ndio imefanya hiyo yote, na watoto wote tumewajua. Sasa wacha tugeuke tuingie kanisa la Marekani. Lakini tunaposikia kanisa la Marekani, wacha tuweze kuiba wimbo huko hapa. Utaweza kusikiliza tu.